Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe na wasalimu katika jina la Yesu Kristo. Natumaini uko mzima popote ulipo. Mungu amekulinda, amekuhifadhi katika upendo wake mkuu, ni kwa maana amekuwa mwema, amekuwa mwaminifu. Tumefika katikati ya mwaka wa 2025. Tumeona mkono wa Mungu. Hata kama challenges zimekuwa, hata kama tumepitia mapito, hajatuacha bali amekuwa pamoja nasi. Amekuwa mwaminifu, amekuwa mwema, amekuwa kimbilio. Haleluya, nina uhakika nikisema ya kwamba amekuwa mwema na tumeona mkono wake. Imekuwa muda mrefu sana hatujakuwa pamoja na nikasema kwa nini nishishiriki neno? Kwa nini? Kwa sababu Mungu anaweka kitu kila siku, anaweka kitu mpya ndani yangu. Kila siku anaweka kitu ndani yangu. Kwa nini nisishiriki? Sasa nikasema leo nimekuwa na neno, limekuwa likinizungumzia kutoka asubuhi. Limekuwa likinizungumzia, nimesikia Mungu akiniongelesha, akiniambia jinsi ya kukaa, akiniambia vile nitakaa. Na nikasema kwa nini nisishiriki na mtu mmoja hapo? Sababu neno la Mungu ni uhai. Unaweza kuwa uko katika ile situation yenye niko, ama unaweza kuwa uko katika mahali, yani unahitaji hilo neno la Mungu, unahitaji hiyo neno ndio likuje libadilishe maisha yako, kwa sababu sisi hatujui kitu kingine, tunajua neno la Mungu, na Mungu unena nasi kupitia neno lake. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa nasoma kitabu cha Habakkuk. Nilikuwa nasikia moyo umeinama sana, nilikuwa nasikia niko chini sana. Hata wakati nilikuwa naomba usiku, nikawa naambia Mungu nifanyie hivi, and then nikaona like sasa ni hivyo, and then kuamka asubuhi Mungu akaniweka hili neno ambayo iko Habakkuk 3 verse 17, na nitasoma Habakkuk 3:17 ambayo inasema nini? Though the fig tree should not blossom, nor fruit be on the vines, the produce of olive fails, and the fields yield no food. The flock be cut off from the fold, and there be no head in the stalls. Yet I will rejoice in the Lord. I will take joy in God of my salvation. God the Lord is my strength. He make my feet like the deers. Make me tread on the high places. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati after Habakkuk ucomplain sana. Wakati hata wewe mwenyewe unafika mahali una complain. Ile tunafika, kila mtu unafika mahali unasikia una complain, uko na hiyo kunugunika, uko na hiyo unalia, uko na hiyo huzuni, ujui ufanye nini. Nilikuwa nimefika hapo. Lakini nilipokuwa nimekaa chini hivi nikiwaza, nikitafakari ukuu wa Mungu, nikasikia Mungu amedeposit hili neno kwangu ya kwamba hata kama mizabibu haitazaa, hata kama mashamba haitakuwa na chochote, hata zizi langu, minyama, yani ng'ombe zangu hawatakuwa, nitafanya nini? Nitamtukuza Mungu. Na ndiposa akaniambia ya kwamba kumtukuza, tuwe na uzoefu wa kumsifu. Hata wakati tuko kwa shida, tuwe na uzoefu wa kusifu jina lake. Ni kwa sababu katikati ya sifa, hapo ndio Mungu anaachilia baraka. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kuwa uko hapo na umefika mwisho, unasikia hujui, unajiuliza hujui ufanye nini, ukiangalia wapi, hakuna mahali unaona njia. Nataka nikwambia ya kwamba katikati ya hiyo shida yenye iko, katikati hayo mapito yenye unapitia, inua sifa zako kwa Mungu, na kupitia sifa Mungu
atakuja kufanya jambo. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa nasikia Mungu ananiambia ya kwamba hata kama mito itakauka, hata kama visima kwenye ninakunywa maji zimefika mahali, zimefika mwisho, zimekauka, nitafanya nini? Nitasifu Mungu wangu, kwa sababu yeye ndiye mwenye wokovu wangu. Yeye ndiye mwenye wokovu wangu, yeye ndiye ananijua. Hata kama leo sina chakula, bado nitamsifu. Hata kama leo niko mgonjwa, niko katika kitanda, bado nitamsifu. Hata kama ni wakati mifupa yangu imevunjika, haina nguvu, nyama za mwili wangu nasikia sina nguvu, bado nitamsifu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu yeye ndiye mwenye nguvu zetu, yeye ndiye mwenye nguvu, yeye ndiye anatuwezesha, yeye ndiye anatatua hiyo shida. Hiyo mahali unaona ya kwamba ni kama hautaweza, hakuna mtu atakuja kukuokoa, ni Mungu peke yake atakuja kukuokoa, ni yeye peke yake atakuja kuifanya njia, kwa sababu neno la Mungu linasema ya kwamba yeye anafanya njia. Yule Mungu alifanyia wana wa Israeli njia, bado hajabadilika, bado ni Mungu. Yule Mungu alifanya hata mito ikawa jangwani, bado hajabadilika, bado ni Mungu, na atafanya njia kwa watu wake. Atafanya njia wakati mgani? Hatafanya njia wakati una mama, wakati unanungunika. Hatafanya njia wakati unaangalia mtazamo wako, unatazama kwa wanadamu. Atafanya njia wakati wewe mwenyewe utainua sauti yako na uambie Mungu, hata kama zizi hazina ng'ombe, hata kama zizi hazina mifugo, bado nitakuinua. Hapo ndiye atakuja kufanya njia, kwa sababu anaangalia mtazamo, anatazama na anaona ndani ya moyo wako. Hakuna kitu kingine unaangalia. Nikasikia Mungu akiniambia ya kwamba ni wakati wa kumtukuza. Hata kama unasikia moyo unainama, hata kama mwili unauma, hata kama unasikia umefika mwisho, umefinyiliwa, mambo yamekuwa mazito. Ukiangalia kama saa hii, ukiangalia taifa letu, watu wengi kama sisi, biashara zimeharibika kabisa kabisa kabisa. Watu wengi biashara zimeharibika. Kwa nini? Kuna changamoto ziko, lakini katikati ya hizo changamoto utafanya nini? Utainua sauti yako. Bwana Yesu asifiwe. Utainua sauti yako. Wakati unaangalia unaona hata ni kama sina chakula ya kuwapea watoto, ni kama sina chochote, ni kama sina hii, ni kama sina hii, ni kama nimefika mwisho, nimejaribu hii, nimeshindwa. Utafanya nini? Ni wakati wa kuinua sauti yako na kutukuza jina la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Usikubali kuinama, usikubali kufinyiliwa. Habakuku alisema ya kwamba though the fig tree should not blossom, nor fruit be on the vines. Hata kama mizabibu haina matunda, hata kama mizabibu ya kwangu haina matunda, hata kama haya maji yamekuwa makali, bado nitamtukuza Mungu mwenye wokovu wangu. Bado nitamuinua, bado nitamsifu, bado nitamuinua, bado nitatangaza, nitanena, nitatangazia mataifa ukuu wa Mungu. Nitaelezea mataifa jinsi Mungu anavyofanya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu katikati ya sifa, hapo Mungu wa katikati ya sifa. Wakati umeinua sauti yako na kuambia Mungu ya kwamba hata kama niko hivi, bado nitakutukuza, amini ya kwamba atafanya njia. Atafanya njia. Ni kwa sababu hiyo yenye unapitia leo imekuja kukutia nguvu. Haijakuja kukumaliza, haijakuja kukuweka chini. Imekuja ili iweze kukuinua. Bwana Yesu asifiwe. Imekuja ili iweze kukuinua, ili uweze kusimama. Ni kwa sababu ingekuwa ya kukumaliza, ungekuwa umeisha. Lakini imekuja ndio ikutie nguvu. Nataka nikwambie kwamba hata kama uko katika changamoto, hata kama unapitia nini, hata kama katikati, uko katikati ya dhuruba, uko kwenye dhuruba, uko kwa hayo maji mengi, uko katika moto, inua sauti yako, sifu Mungu. Kuwa na uzoefu wa kusifu Mungu, kuwa na uzoefu wa kulinua jina lake. Ni kwa sababu Mungu anafanya makuu katikati ya sifa. Mungu akubariki sana. Na usizimie, usikufe moyo. Inua sauti yako na utazamie Mungu na atakufanyia njia. Amen. Acha nikuombee. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, tunakuja kwako, tunasema
tunasema ni asante, ni kwa sababu hakuna kama wewe. Wewe ni Mungu mkuu, wewe ni Mungu mwaminifu. Asante Jehova, ni kwa sababu ya neno lako. Asante ni kwa sababu hata wakati tuko katika changamoto, umetuambia ya kwamba tulisifu jina lako. Wakati tuko katika shida, tulisifu jina lako. Ni kwa sababu katika sifa zetu, katikati ya sifa, hapo ndipo Mungu unafanya jambo. Tusaidie na utukumbushe kila wakati kulitukuza jina lako, kwa maana ni Mungu mwema na ni Mungu mwaminifu. Uinuliwe Jehova na uabudiwe, na ni kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Amen. Barikiwa sana, kuwa na wakati mwema hadi siku nyingine. Mungu akubariki. Amen.